kwa sababu tumeanza kujifunza. Tumesema sisi wa Kisii ni watu wa kufanya kazi. Hatutaki kuingia kwa barabara. Ile maandamano ilifanyika kule Nairobi, watu ambao waliumia, jamii moja ambayo iliumia ni ya wa Kisii. Matatu zetu hazikuenda kazi. Mama mboga ambao wanaishi Kawangware, wanaishi Kangemi, hawakwenda kazi. Mimi kama mbunge na hawa wabunge wenzangu wanajua ile uchungu. Tumepigiwa simu tuende michango ambazo magari zilivunjwa na ni za loan na ni za wa Kisii. So sisi hatuwezi afford kuingia kwa barabara na kuweka sufuria kwa kichwa. It is not possible. Sisi hatuwezi fanya namna hiyo. And that is all, Your Excellency, tunasema jamii hii imejitenga na jamii ya kupiga watu mawe na kung'oa reli. Hatutaki kukubali namna hiyo. Your Excellency, ya pili. Your Excellency, siasa yetu kidogo ilikuwa na mchanganyiko. Nataka niombe msamaha sana on behalf ya mandugu zetu wengine ambao walikuwa kwa serikali, ambao walikukosea na wakakosea Mheshimiwa Rigathi. Mimi nakuja kwa heshima kubwa kwa niaba ya hawa wenzangu. Tunaomba msamaha kwa heshima kubwa. Ile makosa ilitokea na tumeona kweli umetusamea kwa sababu umetukumbuka. Ninakumbuka His Excellency Rigathi Gachagua, wakati mmoja ulivamiwa, ukashikwa, ukakuwa banged vibaya sana, na nakumbuka hiyo wakati kwa sababu huko naibu wa rais ulikuja kwangu, ukakuja kununua umbwa ndio iweze kukozao, niko na umbwa nyingi, ndio iweze kukaa kule kwako iweze kuchunga boma yako. Na ukalipa, ukapata umbwa ni kidogo, ukasema baada ya miezi 2 utakujia. Hiyo pesa hujawahi kujia. Nilienda kuleta nikapata GSU kwa mlango, sasa nikajua kumbe serikali ilibadilika. Sasa hiyo pesa niachie tu kwa sababu ulikuwa umeilipa. But ni vizuri niseme nikiwa hapa kwetu, alikuwa ananunua umbwa kwa sababu alikuwa amegandamizwa, askari waliruka fence wakaenda wakamshika. Your Excellency, pia tunakuomba msamaha. Na tunaomba msamaha hata kwa niaba ya ule ndugu yetu ambaye alitumika vibaya. Ndio tuweze kushirikiana, tufanye kazi pamoja kama jamii ya Omugusi bila kuangalia nyuma. Tunaomba msamaha kwa sababu tunajua sisi ndio tulitumika vibaya. Lakini going forward hatutafanya namna hiyo. Na ishara imejionyesha. Ukiangalia hapa magavana wote na ni waazimio wako hapa. Hawaendi kule kwa maandamano. Wote wameamua kufanya kazi na wewe. Na hiyo ndio tunataka, ndio tuendelee kufanya kazi pamoja bila maneno ya kuharibu vitu nyingi. Kwa hayo machache na mengi, utakapokumbuka Your Excellency hao wazee wetu wote ambao kidogo walianguka na wengine wakabaki, kwa heshima kubwa Your Excellency, pia tukumbuke vijana wetu, tuwapatie kazi. Hapa vijana wamesoma sana lakini hawana kazi. Hiyo ndio tu tunaweza omba. Ya mwisho kabisa, Kisii mzima na Nyamira, kwa heshima, ile heshima utatupatia kabisa kwa hii regime yako ni kutupatia airport yetu ndio tuweze kulanda hapa badala ya kulanda kule kwingine. Ile siku ya maandamano mimi nilifika Kisumu nikashindwa kutoka kwa airport. Ninaomba tupate airport yetu hapa ndio tuweze kusonga mbele. Your Excellency, thank you very much. Karibu sana Kisii na usiwe na haraka kuondoka. Umekaribishwa ukaa hapa hata wiki moja. God bless you. Thank you very much. Asante. Asante, Your Excellency. Tuko na Mheshimiwa Senator Onyonka Momoima, dakika moja Maisinia. Karibu, karibu. Mbuyamole. Mheshimiwa Rais, kazi yangu ni ndogo sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, you know you've been my friend for a long time. Hata kwa TV nilikuwa nakwambia vile UDA hamtashinda, lakini ukanipeleka kwa maji. Congratulations. Gavana wangu Simbarati, Gavana Nyaribo, my colleague, my brother Kimani Ichung'wah, ambaye tulikuwa naye kwa budget committee miaka mingi, wale waheshimiwa wote, you will be talking about them as the oversight officer. I'll be going around, I'll be giving you the report. From my county to your national government, continue doing the good work. I want to tell you something. And because I've been in politics now for 20 years with you, you're a good man. You have a very soft heart. I want to beg you, and I want to also beg my leader, Honorable Gachagua.
please try your level best to bring the country together. Try your level best. But I'm not asking you to go and negotiate for nusu mkate. That one, forget. Thank you. Keep your government. Continue what you're doing. Abagusi people are people who believe in fairness, justice, and equity. So far, Your Excellency, you have shown us that you are with us. But we also voted for you. In KISII, you did not get more than 40%. Nyamira, you got 60%. 40 plus 60 is 100%. Mheshimiwa Gachagua, I can see you are looking at me. Unajua mambo ya directorship na hiyo kampuni na nini. Sasa sisi tunataka kununua share kwa serikali yenu. Karibisha sisi, tutafanya kazi na nyinyi. We are a very, very humble community because we are vulnerable. We are a community that is vulnerable because we are everywhere and we are not a big community. We will respect you, we will work with you, and we will make sure we work as a team. Your Excellencies, thank you very much. God bless you. Thank you. Asante Your Excellency, pale tumefikia tutaita kiongozi ambaye tunajuana miaka mingi. Nikikaa kule Kikuyuni, Moshe baba yake ndio alichunga Machogu mpaka akawa hivi. Moshe Ngugi ni rafiki yangu zaidi. Karibu. Asante CS Machogu, Your Excellency the President and our Deputy President. Nakumbushwa na Chief Whip kuna wabunge wengi ambao hawajaweza kufahamishwa kwa ngomano hili, kwa hivyo nitawauliza kwa heshima. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much, Deputy President. Ladies and gentlemen, sikujua nitaulizwa kuongea, lakini unajua Wasuba na Wakisii na Wakuria ni kitu kimoja. Nafikiri hiyo ndio sababu nimepewa hii nafasi kuongea kidogo. Sasa ningesema tumefurahi sana kuja hapa leo kusherekea kwa ile kiti rafiki wetu na ndugu wetu Mzee Machogu alipewa na rais. Mzee Machogu ni mtu mzuri sana, tukienda kwake ana heshima, anatusaidia na anatufanyia kazi mzuri. Your Excellency, thank you very much for appointing him. Hata na ndugu wetu pia CS Owalo. Unajua kisiasa sisi watu wa Nyanza sasa tumekuwa kitu kimoja. Tunafanya siasa, ukiangalia vile tumepiga kura miaka ya 20 iliyopita, tuko tu kama tunaendelea kitu kimoja. Whether it is Gusii Nyanza, Suba Nyanza, Kuria Nyanza, or Luo Nyanza. Na nafikiri tutaendelea hivyo, lakini tutajipanga kidogo, there'll be some other movements. Lakini hatutaongea saa hii. Kinataka tu mchunge sana, mkaangalia Karoli yuko wapi, mjue mambo inaendelea wapi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante, nimeomba huyo aongee kwa niaba ya hao wabunge wengine kutoka sehemu zingine za nchi. Your Excellency the President, mimi nimekuja hapa kupeana shukran kwa Mungu sababu mzee rafiki yetu Machogu ni rafiki pia wangu na rafiki wa wabunge wengi ambao tulifanya kazi naye kwa bunge la 12 wakati alikuja bunge. Na nakumbuka wakati tulifukuzwa kwa committees tukiwa Jubilee, mimi na Deputy President tulijipata kwa committee moja bunge inaitwa Members Welfare ya kuchunga maslahi ya wabunge, na chairman wa hiyo committee alikuwa ni CS Ezekiel Machogu na akatuongoza vizuri sana, na mwishowe tukaweza kushirikiana naye na tumetembea hapa hata wakati wa campaign. Na nijiunge na viongozi wa hapa KISII, hasa yale yamesemwa na ndugu yangu Osoro na senator wetu Richard Onyonka, ya kuwa rais, hawa viongozi wa KISII wanatambua. Na nimekumbuka nilikuwa nauliza governor, pesa bado mnaita chivesa? Akaniambia yeye ni chivesa. Nikaambia hata kwetu tunasema abesha, na inakaribiana. Sisi ni watu wa chivesa, wa KISII ni watu wa chivesa, na ni watu wa ambesha, na sisi huko kwetu Mount Kenya ni watu wa ambesha. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, unaona hawa viongozi wote
kutoka mpaka senator, magavana, hata gavana wetu wa Nyamira, viongozi wote wa KISII wamesema lile jambo muhimu kwao, na nimesikia hata Doris Donya akiongea hapa, anaongea mambo ya maji ya wamama, sababu wanajua shida ile wananchi wa Kenya wako naye, na hawa viongozi wa KISII wanatambua zile shida wananchi wanaishi nazo, na ndio wameona ni heri washirikiane na serikali na wafanye kazi na wananchi wa KISII na Wakenya wengine kudumisha amani Kenya na kuhakikisha ya kuwa maendeleo yamewafikia wananchi wa KISII na Kenya mzima. Na niwapongeze sana hawa viongozi wa KISII, sababu wameonyesha Kenya mzima the way we should be after elections. Even us as leaders, we must allow the country to move on beyond elections and for us to be able to serve the people and deliver on food prices come down. Huyu mwananchi wa kawaida, hata chakula, bei ya chakula ishuke chini leo hii rais, mwananchi bila kupata nafasi ya kazi hata kuwa na uwezo na mapato ya kununua ile chakula. And you cannot have an opportunity ya kupata mapato ya kununua chakula if we are also disrupting our economy na mambo ya maandamano. In conclusion, Your Excellency, I want to encourage you, please focus on what is important to these people who are gathered here and millions of other Kenyans. Focus on our economy that was destroyed in a few months under the handshake regime, Your Excellency. Don't focus on what leaders are asking you to focus on. Nimesikia wakati nimesikiza Onyonka, nimesikia even the leadership in KISII has moved beyond the elections. Therefore, anybody taking us back to the election is taking our country back. Anybody talking to us about the cost of living and at the same time disrupting our economy with looting, with hooliganism in Nairobi. And I am glad, Your Excellency, that the leadership in KISII are saying there are no demonstrations in KISII and Nyamira. Lakini haitoshi kutokuwa na demonstrations in KISII and Nyamira. Tiwa Nairobi Embakasi ni ya kijana Mkisii, aliporwa mali ya zaidi ya milioni 25, ma TV, ma fridge. Na nilisikia jana Mheshimiwa Rais, kiongozi tunamheshimu aliyekuwa Prime Minister, akinilundukizia mimi maneno na naibu wa rais ati tunampangia. Na ni kweli tunampangia. Wetu alifanya yeye politician. But this time, Your Excellency, sisi hatuwezi pangia mambo maovu, lakini mambo ya kisiasa nataka nikuhakikishie hayo. Sasa nikauliza, jameni rais, Nyayo alienda zake na tunaheshimu waliokuwa mbele zetu na wale wametuacha, na huyu rais ni mtu wa kanisa. Mimi najua hauna njia ya kuongea na wale wameaga, wale wameondoka. Yeye kama hako na njia ya kuongea na wale wameenda, lakini huyu rais hawezi ongea na wale walikufa. Na kama hakujui, anasema ati kama humjui uulize Nyayo. Wewe usichoke. Mimi nataka nimwambie leo, na yeye kama hatujui, wacha hiyo ananitaja na Ndindi Nyoro na huyu Rigathi Gachagua. Nataka nimwambie na yeye kama hatujui, aende aulize sponsor yake anaitwa Uhuru Kenyatta, atamwambia sisi ni wale. Asante, karibu Mheshimiwa Jeruyot. Asante, Your Excellency the President, Deputy President, kiongozi ambaye ametuleta hapa siku ya leo, Cabinet Secretary Ezekiel Machogu, viongozi na wananchi wa KISII County. Naomba niwasalimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Asante. Ni Your Excellency, wakati walisema wabunge wa kutoka nje ya KISII wasimame, mimi sikusimama. Mimi natoka Kericho, lakini pahali inaitwa Kabianga. Kwa KISII wanasema Kabianga. Hapo ni KISII bado, lakini ule alichora mapa alikosea kidogo akatuweka Kericho.
Sasa mimi niko nyumbani, kwa hivyo kabla niongee, nataka niwaambie karibu nyumbani hapa Kisii. Sisi wa Kisii tunawakaribisha. Ya pili, unajua nimechelewa kidogo Your Excellency, sababu nilikuwa na mabarua nilikuwa napeana hapa kwa njia. Nilikuwa na mabarua kwa sababu zamani sisi na jamii hii tulikuwa tunaibiana ng'ombe sana. Sisi tulikuwa naiba ng'ombe yao, lakini masomo ikatusaidia, tukaenda shule, tumeachana na ng'ombe ya Wakisii. Lakini baada ya kuachana na ng'ombe ya Wakisii, Wakisii pia wakatuanza. Wasichana wetu sasa ile wanaenda university. Kwa kila wasichana 10 wanatoka KISII na kwenda university, 5 peke yake ndio wanarudi. The rest 5 wanapatikana hapa Kisii. Na tukiitisha mahari, wanatuambia ile mababu yenu walichukua, mjilipe na hiyo. Sasa leo nikitoka nyumbani nilipatiwa mabarua, nikaambiwa kwa kila boma ambaye iko na msichana KISII, peleka demand notice ya kusema karibu tunakujia msichana wetu kama hamtalipa. Sasa mjipange kidogo. So ndio maana nilichelewa kidogo. Mimi nataka nitoe pongezi Your Excellency kwa huyu rafiki yangu Machogu, ambaye yeye alisimama gangari na wakati ambaye ilikuwa ngumu sana, hasa katika kona hii, kusema wewe ukiwa mwanasiasa unaweza simama na chama ya UDA. Yeye alikaa gangari, akapiga moyo konde na akasema atajizatiti, atawania kiti cha gavana, na walipelekana mbio sana na huyu rafiki yangu Simba Arati. Mwisho Simba Arati alimpita kwa kidogo tu. Na mimi niliambia Simba Arati, sawa rafiki yangu, usiringe sana. Yeye yako na miaka karibu 40. Huyu mzee yako 70 na kitu. Sasa nikamwambia, wewe kama unashinda mzee wa miaka 70 na kura kidogo hivyo, ujiulize na kama mngekuwa 70 angekunyorosha mbali sana. So nafikiri Simba hata wakati anakaa yeye anaheshimu huyu Machogu sana. Huyu mzee alijikaza na akatupatia sura mzuri sisi kama watu wa UDA, mpaka UDA kajulikana hapa Kisii. Na kwa hiyo sisi tunampa pongezi. Na unajua Biblia inatuambia tuwe watu wa imani. Na kwa sababu mimi nakumbuka nilikuwa mmoja ya wale marafiki zake, dakika ya mwisho kabisa akienda kuamua, aliniuliza jambo, akaniambia na nikienda nijaribu bahati mbaya iteleze. Mimi nikamwambia, wewe wakati utakuwa unazungumza na saa hiyo ulikuwa deputy president, umuulize hiyo swali. Akaniambia, wewe ulimwahidi bahati mbaya mambo yake isipopangika hapa utampanga kule juu. Na unaona kweli wewe ni mtu wa kuweka maneno yako, you keep your word. Wakati mambo ya Machogu hii kutengenezeka hapa Kisii, wewe ukampatia hata zaidi ya ile alikuwa anatafuta. Na mimi nafikiri ndio maana leo tumekuja kumshabikia, kumpatia pongezi na kumtakia kila laheri wakati anapanga mambo ya masomo katika taifa letu la Kenya. I have no doubt that CS Ezekiel Machogu will do immensely well. Mimi nimeona kwa zile siku chache vile amepanga kazi. He is among the cabinet secretaries who every other day is out of his office visiting our children, visiting our tertiary colleges and universities, trying to push on the positive change that we promised in the plan, which is the UDA manifesto. So I have no doubt whatsoever kwamba huyu waziri in another 1, 2, 3 years down the line, all those challenges ambaye sisi tulipata katika junior secondary, mambo ya CBC, I'm sure in a few months time he will have given us a proper roadmap so that the children of Kenya will be proud as they go about the education system, and it will make us as competitive as we have always been. So Godspeed my brother, I wish you well and I know you will succeed. Kwa chochote chile ambacho utataka, sisi katika bunge la Senate tukiwa na seneta wako huyu Onyonka, tutakupatia all our support so that you succeed. Mheshimiwa Rais, nikiingia tu ya siasa niseme kwamba ukiona mheshimiwa rafiki yangu Seneta Onyonka akiongea vile anaongea,
ni kwa sababu mimi naweza nikakupa hakikisho ya kweli kwamba katika wale wameokoka, yani kuokoka kisiasa, yeye pia ameokoka. That one I can tell you. Na unajua wokovu ya siasa na ya Biblia karibu inafanana. Kama tu vile wale ambao walikuwa watenda dhambi wakianza kwenda kanisa, hawawezi kuokoka mara moja na wawache kila kitu safari moja. Wanawacha moja moja. Kama alikuwa anavuta sigara, pombe na mambo ingine, anaangusha sigara kwanza, kidogo pombe, alafu analembeana na mambo ingine, bado anaenda kanisa, anapambana mpaka siku moja anakata kauli, anawacha. Mimi nakuhakikishia, mimi huwa nakaa kwa Senate na Mheshimiwa Onyonka, mambo ya maandamano yeye hajawahi kukanyaga hata siku moja. Hiyo ni sign ya kuokoka. Ya pili, tukiwa tuko na kura ambaye inasaidia wananchi. Unajua wale ndugu zetu kwa ile chama ya ODM kwa sasa wako katika harakati ya mgomo. Hata saa ingine tukiwa na msaada ambaye inasaidia mwananchi, kama vile unavyojua Senate, sisi tunapiga kura ya kutuma pesa kuja katika counties. Wale ndugu zetu wa ODM huwa wanasusia, lakini Onyonka sio mmoja wao. Yeye hupiga kura na anasema hata kama kuna maneno kule juu, lazima kwanza nihakikishe watu wangu wa Kisii wako sawa, alafu tutasikia ya mzee baadaye. Hiyo mimi nakupatia pongezi kwa hiyo. Ile kidogo ambayo imebaki sasa, mimi najua ataokoka mpaka ukweli ijulikane na atasema ukweli yote ambayo ile imebakia. Si unajua tumpeleke polepole, tusimharakishe sana. Hata kwa kanisa mtu hawezi kuokoka leo na kesho anaambiwa kuja hapa mbele uhubiri. Anafunzwa polepole, anaambiwa Bible, kuna New Testament, Old Testament. Sasa mimi najua Onyonka anajifunza mambo ya UDA polepole tu. Kufikia hapa mbele, yeye atakuwa wale wanaelekeza jamii ya Omogusi njia ya serikali na sio kuwapeleka upinzani for the 20th straight year. Mimi najua yeye kufikia hapa mbele, na ameweka mkono kusema hiyo ni kweli. Yeye hawezi kurudia hiyo makosa tena. Hasa kile imebaki tu ni jambo moja. Mimi nilimuona rafiki yetu yule alikuwa Prime Minister Raila Odinga. Jana amekuambia usome Biblia, na hiyo ni mzuri. Najua zamani walikuwa wanatuambia telala na tibio. Tangu washinde kwa uchaguzi, siku hizi wanasoma Biblia. Hiyo ni mambo mzuri ambayo wameendelea. Hasa tutamfundisha pia yeye polepole. Sababu jana amesema usome John 8:32 ambaye inasema you will know the truth and the truth shall set you free. Yeye alikuwa anakuambia kile tu hakujua ni kwamba kati ya wewe na yeye ndiye anafaa kuambiwa ukweli. Amekosa rafiki mwenye atamwambia kwa masikio kwa polepole, mzee, uchaguzi ilisha na ulinyoroshwa vibaya sana. Najua yeye bado hajajua hiyo. Na nilisema wakati tulikuwa tunaongea wiki hii, tusipojifunza tabia ya kuwaambia watu ukweli, hata watoto wetu watajifunza tabia mbaya. Itafika mahali wewe unaona tumefanya uchaguzi, imeisha vizuri, matangazo yametangazwa, wale walikuwa na pengine maswali wameenda kotini, wameambiwa tafadhali kama kuna pahali popote kulikuwa na dosari, wewe tuoneshe. Hawakuonesha. Koti ikasema hiyo ni hewa moto walikuwa wameleta, yani hot air ambayo walikuwa wamepeleka kotini. Hakuna chochote. Baada ya hiyo ati mtu anarudi kwa barabara na kusema kuna mtu amemwambia, na isemekani ni nani, ati yeye alishinda uchaguzi. Na sasa kwa sababu ya hiyo yeye anaandamana, anafunga barabara, anatupa mawe na kuumiza watu wa watu. If we don't become a nation that is founded on the truth, then we shall be setting a bad example even for our young children. If we encourage this behavior, I tell you the truth, even young children will sit for KCPE or KCSE exam. Na wakati matokeo inatoka, akiangalia kwa simu ya baba yake anaambiwa umepata D+. Yeye anageuka na kuwa mkali sana, anasema hapana, hiyo ya NEC mimi siamini. Kuna rafiki yangu mwingine ameniambia mimi niko na A, munipeleke kwa university. Hasa what kind of a country shall we be living surely for our nation? So tafadhali, let us be truthful, let us be people who respect the rule of law. Ya mwisho, Your Excellency, eneo hili, this is an agricultural part of a country. Sisi na jamii hii, sisi ni wakulima.
If you go pahali mbele hapa inaitwa Kaplong at 5 in the morning ama hata saa 10 asubuhi, unapata malori inapanda kuelekea Nairobi, imejaza ndizi, miwa, mboga na mambo mingi, avocado. Hawa Kisii ni wakulima. The same way can be said about sisi kutoka pale Kericho. Wakati huyu mzee anaweka maandamano Monday, kama hii Monday ya last week, lori zinaenda zinasimama pale Narok, inashindwa mahali ya kwenda. Na sasa unasikia ametangaza, anasema anataka kufanya mara 2 kwa wiki. Sasa mkidurudishia chakula yetu mara 2 kwa wiki, hawa jamaa wa Kisii nyumbani mtakula nini jameni? Huyu mzee ambiwe ukweli ama asiambiwe? Nimewauliza, ambiwe ukweli asiambiwe? Hasa sijui tutatuma nani kwa hii mkutano ya leo. Ni kama wanakuelekezea kidole, wewe si Barati. Ni kama vile mimi naona hawa watu wanasema wewe ni rafiki yake. Hasa wanasema sababu akikuja hapa Kisii wewe huwa unakaribisha yeye. Leo jioni baada ya hii mkutano, wewe tafuta mzee, kalisha yeye chini, mwambie akileta maandamano, miwa, avocado, ndizi na mboga ya Wakisii haiwezi kuuzwa kule Nairobi kukiwa na maandamano. Na hawa ni wakulima. Watu wetu wanaumia. Kama hakuna jambo yoyote, yeye aambie rais kwa kipolepole. Na mwambie tafadhali nisaidie hapa na hapa. Sababu hata hii maneno yote wanasema ati Kenya nini. Nyinyi msidanganywe. Hawa watu wanatafutia matumbo yao. If you look at all the appointments they made during the time for the handshake, walikuwa wanaweka watoto wao na mabibi zao kwa kazi. Kwa hivyo wewe ukiwa kijana unadanganywa ati uende kwa maandamano, shauri yako. Wewe kama anapenda vijana, juzi wakati kulikuwa na uchaguzi ya Iyala, angechukua hata msichana mmoja wa Kisii hapa na mulipatia yeye kura zaidi. Badala achukue mtoto hapa nyumbani, yeye anaweka msichana yake. Kalonzo anaweka kijana yake. Wale wengine watoto wao. Sasa mtoto ya maskini ni wa maandamano. Mtoto wao wa principal ni wa kupelekwa kazi Iyala. Situwaambie imetosha hiyo ukora yao, waachane naye kabisa. Siwawache hiyo ukora. Waambiwe ukweli, wasiambiwe. Bas, kwa hivyo hiyo imetosha. Watu waelezwe ukweli, wajue Kenya imebadilika, hatutakubali kuongozwa na uongo sana. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you, CS. Asante rafiki yangu Aaron Cheriot. Sasa imefika wakati wa kumwarika rafiki yangu, ndugu yangu mdogo Simbarati, gavana wa Kisii County, naye afika neno machache. Karibu Your Excellency Governor. Your Excellency, the President, the Deputy President, marafiki zangu, wabunge ambao tumekuwa pamoja na wao na senators, na abantu baminto mbiyamole. God is good and all the time. Ntaransa tigantebeka dera abageni bakirega iga etutaete tokore n'abaminto babogere mwaroche bakagunse umugako yakabakirege igo kibago chae abakeruchi nkovichons paka bamaena no baba ikire kusi mo wancha boigo Evon. Your Excellency, kwanza nataka nitoe shukrani kubwa kabla sijaongea. Nimuite mwenzangu Mheshimiwa Gavana wa Nyamira, Mheshimiwa Nyaribo, aongee jambo moja. Huyu mzee karibu. Mr. President, Mr. Vice President, viongozi wale wote wako hapa na wananchi tukufu, wairebuya.
Kwanza President, nimekuja late. Hiyo sio tabia yangu kukuja baada ya President. Kulikuwa na ajali, mahali mtoto aligongwa, nikaenda kunegotiate wafungue barabara. Kwanza napongeza ndugu yangu Machogu kwa kuchaguliwa. Machogu nilimjua akiwa dio Naivasha, na kutoka hapo tumekuwa tunajuana mpaka wakati na mimi nikaoa kutoka constituency yake. Mimi nimeoa kutoka Nyamagesa, igote ndio Munyaribari. Waziri Machogu yonta etoko abantu bose bagusi equally. Taribo gokoreta ase nono KISII County anyene bintu bitano na Nyamira ba bitano. Taribo ngakimwakiri nyaiga momanyete siasa ya chenjirie onye ndoko bamo ndobwati negotiating powers mnomo gusigo gatokwane rugayemo chikuronye 1 million tokobeka meza e president nerego cha tomatengi kwa toretera maigure tuwa negotiate tutaranda wake kura, lakini onye Nyamira tokwane ruge ngao na inwe ngao igota watu ware rabu ngurucheto nchikobo tuanjira nile. Mtukufu Rais, niko na jambo tatu peke yake. Ngokwanare yonada kaiwe wacha kusumbua rais, wacha kusumbua rais. Tunaongea na rais. Yote tuko na maneno tatu peke yake. Kwanza, asante kwa kukuja hapa Gusii kukaa na sisi tuongee, tujuane zaidi. Jana ulikuwa Nyamira masaa mawili peke yake, lakini tuliengage na tunajua utarudi. Pili, huko Nyamira tumeamua kufanya kazi na rais. Umesikia? Kitu iko very common kwa siasa na mpira ile mnawoji ya Super League. Mtu akianguka anasema nimeibiwa. Naona hapa mzee mbali kore raboiwa. Mtu akiwa anacheza mpira akiangusha mwingine, kitu ya kwanza anafanya anainua mikono, anasema sio mimi. Mimi nataka hao watu wa KISII County muelewe hivi. Nyamira tumeamua kuenda mbele. Hatuwezi fanya kitu moja miaka yote. Mwende mketi chini, muongee, mutuite tuketi pamoja, toberibo erimo, we move forward together. Ikiomo erio, Mr. Rais, ukiwa na watoto
Mmoja alizaliwa kwanza, wengine wakifuata, wengine wanazaliwa kitinda mimba kama chochi wako. Si wote ni equal. So kama sisi tumekuja nyuma baada ya uchaguzi, tumekubali utushinda, waja tutembee mbele. Taribo, na treat watoto yako wote kutoka yule wa kwanza mpaka wa chini equally. Asanteni sana. Mungu awabariki. Huyo ni gavana wa Nyamira. Your Excellency, nikubalie niwatambue tu viongozi wengine. Speaker wa KISII Assembly namuona yuko hapa, Daktari Nyandumba. Sijui kama kuna speaker wa Nyamira yuko hapa. Yuko wapi? Wakati mwingine zoeana na askari wakujue ndio wakuruhusu. Siku nyingine wacha wajuana na askari. Speaker wa Nyamira yuko pale. Deputy Governor Nyamira, Daktari ayuko. Daktari Deputy Governor wa KISII, Dr. Monda ayuko. Unajua hapa ni kwenu. Simama hapa uonekane. Unajua amekuwa mbunge dakika moja peke yake. Tafadhali. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, all other protocols observed. Niwasalamie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nimesimama kwa sababu nimesaliwa hapa, Your Excellency. Mimi na Machogu tumesaliwa eneo hili la Nyaribari. Kwa hivyo ningependa niseme shukrani kama msaliwa wa hapa kwa kumchagua Machogu kuwa waziri katika serikali yako. Jambo la pili, Your Excellency, nimeuliza gavana wangu ya kwamba anipatie nafasi niongee dakika moja. Jana usiku tulikuwa kwa mkutano na mhubiri wa kwanza akatuhubiria hapo State Lodge, ambaye ni makamu wa rais wako. Akatuambia ni nini imebadilika hapa KISII. Nimesikia leo hapa wanenaji wengi wamesema juu ya wa KISII. Lakini nataka nikukumbushe rais ya kwamba nilipokuwa na wewe huko bungeni in the 10th parliament, tulikuwa na wewe. Hata mimi nilitembea kwa ODM wakaniangusha, nikapitia Naki nikawa mjumbe. Sasa ulipoenda vile umeenda KISII, tumetembea vile tumehubiriwa hapa. Nilipatie nafasi, Your Excellency, niseme kwa gavana wangu, mahubiri ya kizidi my governor, si watu badilika. Kwani tutakuwa tunahubiriwa na sisi roho zetu zinakuwa ngumu na tusifuate mwenendo ya watu wetu? Tubadilishe mwenendo ama tusibadilishe? Tubadilishe ama tusibadilishe? My governor, that is the message. Asante sana. Najua Your Excellency, nataka niseme kwamba nasikia hiyo mwenendo nitaijua vizuri. Kwanza Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii nikushukuru sana kwa dhati, kwa sababu vile wanenaji wengi wamesema, wewe ni mtu mkarimu kiwango kwamba ndugu yetu, ndugu Machogu ni mzee mkubwa, nilishinda miaka zaidi ya 30,
na ni mzee ambaye tulishindana na yeye, ndugu yangu Cheriot. Ni Cheriot alisema hii ama ni nani? Huyu mzee ukweli kwamba tulishindana, na ni mzee mzuri. Nilipomshinda yeye aliamua kwamba hawezi simama tena, lakini najiuliza kama singemshinda angekuwa CS. Kwa hivyo wakati mwingine hizi vitu ziko pande mbili. Unajua wakati mwingine kuna mibaraka, mlango imefungwa, dirisha imefanya nini? Imefunguliwa. Kwa hivyo ndugu yangu nilimshinda vizuri, na ni mzee, hana maneno mengi, hata hakufikiria mambo ya kwenda kotini ama sasa kusema yale Murkomen anataka ama hakufanya maandamano. Nataka najua watu wanasema Kenya sihami, mambo mengi yako Kenya ni mazuri, na sisi kama wazalendo wa Kenya kuna wakati inafika. Jana nilikuwa naelezea Mheshimiwa Rais hapa kwamba mkiwa uwanjani mtaweza cheza, alafu timu moja kama unaenda kuscore the goal, mmoja apige na mkono hivi ingie, ref ameona ni goal na amepiga firimbi, si hiyo ni goal? Tukubali, hata kama Mheshimiwa Rais kivyovyote vile yeye ni rais, tukubali yeye ni rais, atuongoze, tupambane na mambo mengine mbele. Kwa hivyo mimi nataka niseme kwamba Your Excellency the President KISII, kuna mtu mmoja hapa nilikwenda maombi, hawa watu wa Mungu, nikaenda function moja wakati tunafanya kampeni pale karibu na stadium, wanaimba, unajua hii kanisa ya spirit inaitwa ya kiroho, wanaimba, wakifika katikati wakatoa handkerchief ya UDA. Huyu pasta Murwape, huyu pasta, nikaona UDA peke yake, nikashindwa tena, nimekuja kubatizwa. Kama uko na rafiki huyu pasta na watu wake, ni watu wa UDA sana. Ukweli vile wengine wamesema hapa, sisi tukiendelea mbele, hawa walikuwa kwa maombi. Nashukuru kwa sababu ya maombi, pia tuombee nchi yetu. Lakini katika familia pia, Your Excellency, utapata mtoto mtukutu, na hii biashara inaanza kutoka watoto wadogo mpaka wakubwa mpaka wazee. Kwa hivyo wakati mwingine let us tuwavumilie, lakini waone mwangaza mbele. Mimi nataka nikuulize tu mambo machache, kwa sababu wewe uko ofisini kwa miaka 5, Mungu akipenda ukitushinda tena 2027, wewe ni rais miaka 10. Lakini usipotushinda tutakukumbuka kama rais uliyefanya kazi nzuri. Lakini Your Excellency, kwa sababu ya roho yako mzuri, jana nilikwambia ukweli usemwe, wewe roho yako mtoboe. Huyu rais, unajua ukimuona kule nje utadhania ni mtu mbaya, ako na roho nzuri. I think kwa sababu pia ya ule umasikini uliokulia mpaka mahali umefika. Mungu abariki wewe. Ni Mkenya mwenzetu. Actually tulikuwa kwa ndege moja, tukija tunaangalia vile KISII must think outside the box, especially in KISII and Nyamira. We have no land. We are sympathizing for ourselves what will happen. Kwa hivyo Your Excellency, tafadhali mambo ya housing ambayo uko nayo tupange. Wakati mwingine umati wezi panga tuisukume, watu wakubali. Pili, Your Excellency,
hapa mahali tuko karibu na Nyangusu, mambo ya airport, na kuna ndugu zetu pia wasironga kule. Bwana Kipchumba Murkomen, waziri wako, atatupea habari ni wapi ndege zitaweza anguka vizuri, ni Nyangusu ama ni Sironga. Unajua nyinyi kwa sababu mko karibu na Nyangusu mtasema Nyangusu, lakini Nyangusu imekuwepo miaka yote. Kwa hivyo wacha tuone, na itasaidia ndugu zetu wa Masaini, ndugu zetu wa Migori. Kwa hivyo Your Excellency, mambo ya ndege tafadhali kwa miaka 5 pia utusaidie. Kitu ya pili, barabara kutoka Kisii mpaka Sotiki. Nataka tena niulize, roho safi tu, hiyo barabara imeua watu wetu wengi sana. Waziri wako yuko hapa, Osoro, muhakikishe ile barabara imekuwa dual. Hiyo barabara Your Excellency, ukipita hapo vile uko na magari mengi, hakuna mahali gari zinaenda. Tafadhali tunaomba, na ninashukuru kwamba ulitoa yule mtu, ulisema utapiga karamu yule mtu, yule contractor anachimba lami na jembe. Your Excellency, nataka niulize kitu cha pili, kwa sababu mimi kama gavana lazima niulize haya kwa niaba ya watu wetu. Kuna hospitali kupitia University ya KISII na ushirikiano wa karibu wa ndugu zetu wa UK, ambao Mheshimiwa Rais tulikuwa tupewe bilioni 400. Uzuri kwamba cabinet yako imepitisha karibu bilioni 150, na iko hapa Nyaribari tena. Tuko na ekari, yule mzee alikuwa gavana wangu, alihakikisha kwamba amepeana shamba. Naomba tafadhali Your Excellency, hiyo process ianze. Au wazungu, there is no, and you know people they are talking about it is a loan. It's a high concession facility we are getting without interest. Tunaomba tafadhali, hii ikiingia hapa itasaidia ndugu zetu hawa Wajaluo tumeona hapa, itasaidia Waluya pande ile, itasaidia ndugu zetu wa Kale pande hii na Wamasai pande hii. Tafadhali, hiyo ni hombi tunaweka mbele yako. Hospitali, na shukuru kwamba ulikubali vyombo vya hospitali ya Mother Child Hospital, na mimi na promise kwamba nitahakikisha kwamba imeisha kwa miezi 3 ijayo, ndiposa nipokee vyombo vya kutibu hospitali yetu ya level 5. Industrial Park, Your Excellency, ulikuwa umetupea milioni 100 na tumekubali kwamba tutapeana sisi milioni 100. Your Excellency, sisi shamba iko hapa Nyantrago, na nimekumbuka pia Nyantrago tumesema tutatafuta ekali 50, ndiposa tuone kama tunaweka kituo cha askari hapo, ndiposa tuhakikishe kwamba tumetengeneza mji wetu wa KISII Town, kwa sababu miaka ingine 5-10 tunataka KISII ikuwe city, Mungu akipenda. Your Excellency, kitu ya mwisho nataka niulize. Of course hii umekubali KISII Stadium. Unajua ulinisomea ukaniambia Simba, hii stadium nilikuwa nakatazwa kufanya mikutano, mlinifungia, nikakwambia sasa wewe ni rais, sahau yaliyopita tugange yajayo. Tafadhali hiyo stadium tunataka kwamba wewe itengeneze. Najua Deputy Rigiji utasema mambo ya shares,
Deputy President tulikuwa na yeye bungeni, alikuwa ananiambia Simba, hii kitu hata mko na deep state tutashinda nyinyi. Nikamwambia hapana bana, huwezi tushinda, lakini you proved us wrong. Kwa hivyo tunakubali, tunasema yaishe, tupeleke nchi yetu mbele. Your Excellency, nataka nimalizie hapo kwa kukuuliza kitu cha mwisho. Kuna barabara nyingi ambazo zipo na zimekwama. I'm happy that we had this discussion yesterday, especially zile ambazo which were owned ama were awarded to mtu anaitwa Silicon na akatolewa. Leo tumetoka Marani, I'm happy tumefungua barabara ya Marani. Na niulize watu wangu kwa umoja tu, najua nimeambiwa kwamba Mheshimiwa Rais, sijui kama ni ukweli, kwamba kando yeye kuzaliwa kule Rift Valley, kwao ni hapa. Kwa hivyo ndugu Deputy President Rigiji, unapoongea ni kwa nini hata kama hatukupigia yeye kura yote, anaegemea, jua kwamba ni kijana wetu pia vijana. Unajua kuna ile kitu inaitwa sibling rivalry. Kwa hivyo wakati unaona kwamba tumekosana kidogo, ni ile tu space tulikuwa tunatafuta. Kwa hivyo Your Excellency, tafadhali, because hapa ni nyumbani, sisi tuko pamoja, tutashirikiana. Nitaongea na baba nitaongea na baba, tukae chini, baada ya yeye tuongee na yeye, ndiposa tujenge taifa. Mimi kabla sijaingia ODM, Mr. President, you are in ODM. Wewe ile kura ya 207 niliona vile ulikuwa na joto KICC, hakuna mtu angekuzuia. Lakini sasa ODM pia kwa upande mwingine tumepata rais. Hii ODM najipigia kifua mimi. Hawa ndio walianzisha. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali. Niliambia His Excellency jana kwamba unajua kama sisi, unajua tulikuwa deep state nini kila kitu, kama tungewashinda nyinyi mngekuwa barabarani. Lakini rais akasema hapana, sisi hatujafanya maandamano hata wakati mlikuwa na handshake. Nikaona mwangazi. Na Kisii tunasema kwamba sisi tuko na chakula, tuko na miwa, njaa haiko sana Kisii. Kwa hivyo sufuria hatutabeba kichwani. Lakini ile sufuria tumeacha watu wako na njaa kule Nairobi wabebe. Lakini tunaomba kwamba yoyote, kwa sababu maandamano yafanywe kwa amani. Nchi zote nyingi zinafanya maandamano, lakini sio ya kuharibu mali ya wananchi. Kwa hivyo maandamano yoyote ambayo yatafanyika, nataka niseme lazima yafanyike kwa kadri na sheria za nchi. Mali, maisha ya mwananchi yasiharibiwe, kwa sababu tukiumiza mwananchi hata mmoja, kama vijana wetu ambao wanafanya biashara Nairobi. Your Excellency, we are the leading in the matatu industry. In other businesses actually, unani ameisema vizuri sana Cheriot. Maandamano yakifanyika Nairobi, mboga yetu yote inaharibikia wapi? Narok. Tafadhali tunaomba kwamba waandamanaji lazima tukue pia na nidhamu kubwa wakati wowote ule. Mheshimiwa Rais, nataka nimalizie hapa, lakini nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa kumpea mzee Machogu kiti cha elimu. Umepea watu wengi, unajua mpaka tunaona aibu kwamba wewe ulipeana nyingi. Dada yetu hapa Millicent Omanga, unaona amekula kama Kisii. Sisi ndio Kisii sasa. Umeona
ndio Kisii. Na wale wengine wote, ndugu Mangi, aliyekuwa deputy governor, ndugu yangu, asante sana. Na mheshimiwa president, choe matoke yanatoka hapa. Nilikuomba jana na ukakubali utapea kitu atembee. Tafadhali, tutashukuru sana. Asanteni. Tigambo rieke Kisii. Mogogete president irega. Kabisa. Tiga tubwatirane n'abarayi bande bonse trosi Kisii yetu na Kenya ngima. Mbia mono Nyasaye abaseseni. Asante sana Your Excellency. Kwa kimila yetu wa Kisii tunaheshimu wasee sana. Tuko na elders wetu, Mzee Steve Omenge Mahinda ndio patron, Mzee Charles Kangwana, Mzee John Simba, Mzee Matundura Raka. Tulisema tu kwa dakika moja, Charles Kangwana, dakika moja peke yake tafadhali. Fika hapa tu ili utupatie idini, ndio kikao kwa kimila yetu ijulikane kwamba wasee wametoa idini. Charles, dakika moja peke yake. Our beloved President, His Excellency William Samoei Ruto, our Deputy President, Rigathi Gachagua, our host, our host, who is none other than Ezekiel Machogu, who happens to be my son. And so I'm very proud to be up here, my son. Other CSs, our governors, our MPs, all the dignitaries present here, ladies and gentlemen, all protocols observed. Our host and CS for Education, Ezekiel Machogu, thank you for the honor and privilege of affording me the opportunity to address His Excellency on this auspicious occasion to celebrate your appointment to the high office of Minister. Your Excellency, political leaders have spoken and they have underlined the fact that as leaders, political leaders, they are now united completely and solidly to work with you. And I stand here as a patron to the elders, Council of Elders of the community of Upper Kisii, to state that as elders, we would like to support you. We'll work with you. And so when you are dealing with political leaders, because they have different views, different ideas, and sometimes a competition of ideas, when it comes to elders in Kisii, you can rest assured we are with you. So hawa wakikusumbua sana, tafadhali President, tuko. Tuite tu, tutakucha, tutalainisha hawa. Tutalainisha hawa. And to Your Excellency, and I'd like to, on behalf of my fellow patrons and on behalf of the Council of Elders, if you could stand please for a minute, all of you, so rise aone, niku na watu, we have people. So these people, Your Excellency, they hold the community together. And with them, you can't go wrong. Thank you very much.
we want to welcome you, Your Excellency, as one of our elders. Ndio sababu kubwa nimeambiwa nije nisungumuze hapa kwa chukua. Ni kweli. And at an appropriate time, we will undertake ceremonies to welcome you into the community. Thank you, Your Excellency. One more point. Elders have no request, just to work with you. One more point, Your Excellency. I know you since the 80s. Since the 80s. And I've watched you walk the hard way. I'd like to tell my people here, the President is a focused person. The President is a thinker. The President thinks out of the box. So the issues you have been airing about the economy, this economy, I'd like to assure you, because I know His Excellency for many years, if there is one person in this country who can fix our economy, you don't have to go anywhere else. God has given us the right person. Your Excellency, in 1 year's time, if I'm proven wrong, I'd like to come here and apologize to our people. But I would like to emphasize that I know the President, together with his hardworking Deputy President, they will fix this economy. And we shall look forward to that, Your Excellency. With those few remarks, do welcome to KISII and feel at home. Thank you. Thank you, sir. Asante, Your Excellency. Kuna wenzetu wengine ambao wamefika, PS wa Trade, Alfred Kobudo yuko hapa. Asante kwa kufika. Your Excellency, wale tunafanya kazi pamoja, Chief Executive Officers, Senior Officers in Government, particularly in the Ministry of Education, wote wako hapa. Vice Chancellors nimewaona hapa wengi. Mheshimiwa Akama, Vice Chancellor yuko hapo. Vice Chancellor wa Nairobi, the University of Nairobi, Professor Kiama yuko hapa na wengine wengi. Your Excellency, ningetaka niseme tu mawili kwa dakika moja. Ya kwanza ni kutoa shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa ile nafasi ambayo amekupatia kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na kupitia kwako na kwa uwezo wake Mungu kunipatia nafasi kutumikia Wakenya kwa serikali yako kama waziri wako wa elimu. Hiyo ni heshima si kwangu peke yangu, lakini kwa jamii ya Abagusi. Hakima wogete talia mashikani manena Abagusi. Mheshimiwa Rais, mimi usema Mungu utenda maajabu. Miaka 65 iliyopita, tarehe 22 mwezi ya 9 mwaka 58, wazee wa hii kijiji walishuhudia kitu ambaye ilikuwa ni maajabu. Mzee Mbaki ndio alitawazwa kuwa chief siku hiyo, na siku hiyo akitawazwa kuwa chief, siku hiyo ndio Machogu akasaliwa. Wazee wanajua, ndio Machogu akaitwa mtawala kutoka siku hiyo. Your Excellency, ningetaka nikuhakikishie kitu moja. Wakati Yesu Kristo ambaye ndio mwokozi wetu alichagua wale watume wake, alichukua watu kawaida. Yule ambaye umechukua kama waziri wako wa elimu ni mtu kawaida, lakini wale waliweza kufanya vitu si ya kawaida kwa uwezo yake Mungu. Na mimi kwa ushirikiano na wale ambaye umepatia mimi katika Ministry ya Education, na wahakikishia Your Excellency, nitafanya bidii, nitakushauri kwa kila njia,
na kwa uwezo wake Mungu yule, naomba kila wakati elimu tutaipeleka katika sehemu nyingine ambayo ikuwa naye, tutaipeleka mbele kwa uwezo wake Mungu na kwa ushauri wako Your Excellency. Ya pili, Your Excellency, ambaye ningetaka kutoa shukrani kubwa, uliweza kutembea area hii, umefanya harambee katika kanisa hapa constituency hii, unakumbuka makanisa yote ya SDA. Your Excellency, ulituma Deputy President hapa, tulifanyia mkutano hapa kwa hii kanisa ya Gesusu, ukatuma elimu 600. Tena ulinipatia elimu 500, nikaenda kanisa ngine iko hapa karibu inaitwa Kerubu. Your Excellency, tulikuja na wewe ukajenga mashule, kanisa ya Catholic ukatupatia milioni 3. Your Excellency, ukaja ukakommission barabara ya kutoka kure Ketengereiri Ramarsa mpaka Riombaso. Tena hao wakisi wakasema kwamba ndio asante, umetufalisha shati, lakini nakumbuka wakasema iko kitu moja, wakasema kuna wakasema kwa jamii kimira ya Wakisii lazima mwanaume afae suruali pamoja na shati, si ndio mlisema? Your Excellency, tunashukuru kwa sababu ile yote lisimama kwa uwezo wake Mungu. Tuko na imani ya kwamba sasa itaendelea. Mwisho, Your Excellency, unakumbuka Riatirimba ile ulikuwa unasema kila wakati ile TV iko hapa karibu, ukasema milioni 100 itolewe, lakini wale wengine wakasimamisha. Wakati uliweka mimi kama waziri wako, tumetoa milioni 32 kule, inaendelea na hivi karibuni utakuja kuifungua. Kwa hayo mengi, Your Excellency, mimi na wenzangu katika Ministry ya Education tunakuhakikishia kwamba yote iko sawa. Mimi kwa uwezo wa Mungu yule ambaye naomba, yule Mungu moja, sitaanguza wewe. Your Excellency, mimi sitakuaibisha, mimi sitaibisha jamii ya Gusii na Wakisii. Tumekubali tutafanya kwa umoja, tutaheshimiana na utaona ile upendo ambayo tutakuwa nayo kwenda mbele. Na kama nilisema juzi, tulipata C, lakini kwenda mbele tutapata A. Mwanchire wajimotonyore A. Mwanchire ngomurangu noyo maso William Samoei Ruto. Kakingoro kinga maoko iga. Oro kinga maoko iga. Sasa kwa heshima kubwa tumukaribishe naibu wa rais wa Jamhuri yetu ya Kenya Rigathi Gachagua aweze kutuongelesha na kumkaribisha His Excellency the President of the Republic of Kenya. Welcome. Asante sana kiongozi wetu wa Jamhuri ya Kenya, Rais na Amiri Jeshi Mkuu Daktari William Samoei Ruto, host wetu, waziri wetu Ezekiel Machogu na familia yako, magavana wetu hapa Kisii na Nyamira, viongozi wale wote wamefika hapa siku ya leo, mawaziri, makatibu, wabunge, maseneta, wakaaji wa hapa Kisii na Nyamira, Biamuri, hamjambo? God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Mheshimiwa Rais, tumekuja hapa tukikusindikisha katika hii ibada ya shukrani ya kumwambia Mwenyezi Mungu asanti kwa yale mema ametendea huyu mtoto wenu Waziri Machogu kwa kuteuliwa kuwa waziri wa elimu katika serikali ya William Samoei Ruto. Na tumeshukuru sana kwa makaribisho
na tumefurahia sana yale mazungumzo imekuwa hapa kwa viongozi, hasa kwa hii jamii ya Wamugusi. Mimi na Kimani Ichung'wah tunafurahia sana tukiwa hapa, kwa sababu pale sisi tunatoka katika mlima Kenya, tabia zetu na mambo yetu yote inafanana na ya jamii ya Wamugusi. Nyinyi mnajua sisi ni watu ya kutafuta hii, si mnatafuta hii? Sisi hapo ndio tunakuanga kwa kutafuta hii, na ndio tulimunga huyu Rais William Ruto mkono alipotueleza hako na mpango vile tutapata hii. Si unajua hii ni sabuni ya roho, si ni mvuja mlima? Sasa nyinyi watu ya Kisii tunaheshimu nyinyi sana. We respect this community. Mzee wenu marehemu Nyachai alitoa bibi pale kwangu pale inaitwa Kiawariki. Ameleta ile damu ya Wakisii ya kutafuta mali. Mama ameleta damu ya Wakikuyu kutafuta mali. Mali imejaa kwa boma. Na sisi tunaheshimu nyinyi sana, kwa sababu nyinyi ni watu ya kujenga na kutafuta mali na biashara, kununua matatu, kujenga manyumba na kufanya mambo makuu. Na kwa hivyo sisi tukiwa hapa tuko nyumbani. Shida tu tungetaka tununue shamba, hakuna. Lakini tunaheshimu nyinyi sana, na ile tu inatushangaza na ndio hatuelewi. Sisi pale kwetu tunatebeanga na watu wanatafuta mali kama sisi, watu ya kuchunga mali, watu ya kupanua biashara, watu ya kupanua kilimo, na watu ambaye wanaheshimu mali, kwa sababu kutafuta mali ni kibarua. Na sisi tukipata mali tunachunga. Tukiona mtu yeyote ambaye kazi yake ni kuharibu mali, mambo yake tunakataa. Na ndio umeona Rais Uhuru Kenyatta, mtoto wetu wa nyumbani, tulimpenda sana mpaka waleo tunampenda. Alituletea ile mzee ya kuharibu mali, tukamwambia hapana. Simulisikia tukamwambia haiwezekani. Huyu mzee kazi yake ni kuharibu mali. Mwaka wa 1982 aliingia Nairobi, akajaribu kupindua serikali ya Moi, watu wakauawa, mali ikaharibiwa. Akarudi hapo 1997 akaleta fujo, akaharibu mali. 2007 akaharibu mali. 2017 akaharibu mali. Juzi Jumatatu ameingia Nairobi. Hakuna maandamano yalikuwa hapo, si Bahati. Hakuna maandamano ya amani. That does not happen anywhere in this country. Ile maandamano amepanga mwaka 50, hakuna hata moja ilikuwa ya amani. Na hakuna maandamano ilikuwa hapo, ilikuwa ni mambo ya kuharibu mali. Mali imeharibiwa Nairobi ni ya watu wenu na watu wetu. Matatu zote hawaendi kazi, manyumba wamechoma, biashara wameharibu, siku nzima hakuna kazi inaendelea. Sasa nyinyi watu ya Kisii, niulize nyinyi swali, kwani mlikosa mtu ya kutembea na yeye ambaye anaheshimu mali? Huyu mzee ya kuharibu mali mlikuwa na biashara gani na yeye? Kwa sababu yeye ni mtu ya kuharibu mali. Sasa hii Nairobi, Nakuru mmechukua karibu yote. Manyumba huko 58 mmejenga. Kila pahali ni nyinyi. Huko Rongai, Nkoroi mmejaza manyumba. Hata nilikuwa na piloti hapo mmenisukuma na ni sawa. Biashara ya matatu mmetufukuza na ni sawa kwa sababu mko na bidii. Sasa huyu mzee amepanga kuharibu mali Nairobi, na nyinyi ndio wenye Nairobi na mumenyamaza. Hata si Bahati aongee hii maneno ya maandamano, hasemi pahali yako. You are not clear on this matter. You are not clear, Simbarati. You should be clear. Are you for maandamano or you are against maandamano? Aseme asiseme, kwa sababu tunataka kusikia.
tunataka kusikia sauti kutoka hapa Kisii na Nyamira mkisema ya kwamba hii mpango ya Jumatatu na Jumanne na Alhamisi ya kuharibu mali mnapinga. Huyu mzee ameharibu mali hapo Nairobi ya Wakisii na ya Wakikuyu na wengine. Ameona ile mali imeharibiwa, amesema haitoshi. Hii mali haitakiwi iharibiwe siku moja kwa wiki, inataka iharibiwe siku ngapi? Hii ndio mtu mlikuwa mnapigia kura. Ni hesabu gani mlikuwa mnapiga? Mimi niulize nyinyi. Huyu William Ruto rais wetu ametembea hapa more than 200 times. Amejenga kanisa ya SDA hajajenga. Amejenga Catholic hajajenga. Amejenga kanisa za kiroho hajajenga. Amejenga madarasa hajajenga. Amenunua basi ya shule hajanunua. Huyu mzee wa kitendawili amejenga kanisa ngapi? Iko pahali amenunua basi ya shule? Iko kanisa amejenga? Sadaka ametoa? Fungu ya 10 si anapinga? Nyinyi wa Kisii kura yenu mnapeanga hii mzee kulipa yeye nini? Hatuelewi nyinyi. Tunashukuru kwa ile kura mlipatia William Ruto na tunasema asante. Lakini tunasema hata nyinyi mkuu angwana. Bora yule amesaidia nyinyi, amejenga makanisa, amejenga shule, amesaidia kina mama. Siku ya kutoa zawadi ikifika, mnatunukia yule hakuna kitu amefanya, mnapunguzia yule ambaye amefanya kazi. Are you fair? Are you fair? Lakini mimi sikuwa naelewa, kwa sababu si unajua mimi ndio mtu ya share pale kwa serikali ya William Ruto. Sasa serikali akigawa, mimi naingia na calculator, naweka hapo na tunakubaliana, namwambia mkubwa, sasa wale walipanda wavune kwanza, wale hawakupanda watavuna lakini wango. Lakini mimi nimeelewa leo kwa nini rais amenilalia. Rais, my brother, umenilalia kwa hiyo Kisii. What you have given them is 5 times their rightful share kwa serikali yako. Na mimi nimeelewa rais ni mtoto wenu hapa, na ndio labda amependelea nyinyi. I want to tell you as a community, this man William Ruto, our president, has a good heart, a big heart, and he loves this community. And I want to demonstrate his love and respect for this great community by showing you the men and women he has brought in his government to assist him in the management of the affairs of this great country, despite the fact that majority of you did not believe in him. You believed in that maandamano man. Na ndio sasa kutoka hapo mjipange. Simanduku amesema mzuri tufungue shares. Hii shares in another 4 years itafunguliwa. Nyinyi sasa mtafika pale na kengele. Kengele ikipigwa muamue mnataka shares ngapi. Iko preferential shares, iko ordinary shares. Lakini rais, mimi nimekubaliana na wewe, wacha tuchunge hii Kisii. Wacha tuwachunge. Lakini rais, kufanya makosa si mbaya. Ubaya ni nini? Next time wakikosa kukata shares ya kutosha rais, tutawapimia viti kulingana na shares yao. Lakini for this time round, kwa sababu ni watu yako, tumekubali. Mnataka nimuoneshe viongozi katika hii serikali? Tuanze na CS, Solicitor General, Chairman of Boards, Directors and Chairman of Parliamentary Committees in the Senate and the National Assembly. Kujeni hapa. Solicitor General, CAS, Chairman, wale wameteuliwa na President William Ruto. Kujeni hapa. Chief Whip, unnominated. Ndio muone hii serikali ni yenu. And as a community, you have a responsibility to protect this government because this is your government. Hii ni serikali yenu. Tukiwa hapa,
Waziri, naona hata nyinyi mmeshangaa. Waziri wa elimu, wizara ya elimu inachukua 27% of the national budget. Wizara ambaye ni kubwa zaidi, ambaye iko na makatibu watatu, CAS watatu, na inachukua pesa yote ya Kenya, more than 25%. Rais huyu wetu William Ruto, kwa mapenzi yake kwa jamii ya Omugusii, akiamini ya kwamba mlipotoshwa na kupatiwa uongo, akasema hata wacha nyinyi nyuma. Amepatia huyu Ezekiel Machogu, huyo mtoto wenu. Pigeni makofi. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa, kati ya rais na mimi, na sisemi hivyo kwa sababu huyu waziri yako hapa, he is one of the best performing cabinet ministers in our government. Na huyu Ezekiel Machogu mimi namjua kutoka zamani. Tulikuwa madio pamoja, tulikuwa nafaa uniform, na alikuwa mkubwa wangu. Akiwa DC Nyandarua nilikuwa dio. Amefanya kazi Kirinyaga, alikuwa dio pale Gichogo. Ametoka hapo amekuwa Kiambu pale Kikuyu. Ametoka hapo dio pale Tetu Nyeri. Amekuwa DC pale Nyandarua. Huyu sisi watu ya Mount Kenya tulimpenda. Mashamba ya Nyandarua ndio huyu aligawa kwa njia ya usawa, na ni kiongozi ambaye ni wa kitaifa. Na mimi nataka kuuliza nyinyi jamii ya Omugusii, muunge huyu waziri mkono. Huyu Ezekiel Machogu ataongoza nyinyi, apeleke nyinyi pahali mzuri. Kwa hivyo mjipange na yeye, mheshimu, mumsikize. Yeye ni mzee, yeye ni waziri, ako na experience ya kutosha. This man can lead this community into greatness and prosperity. Mjipange na yeye. Kaa chini waziri. Kutoka hapo tuko na CAS ambaye tumegawa juzi. Hata kama shares yenu ilikuwa kidogo, huyu rais wetu kwa kupenda nyinyi amempatia naibu ya mawaziri watatu. Huyu Joash Mangi, huyu ni Chief Administrative Secretary pale katika wizara ya mashauri ya kigeni. Ndio rais amempatia kazi kuzunguka dunia nzima, atafute soko ya chai, ya majani chai, ya avocado, ya mandizi, atuletee hapa huyu Joash Mangi. Lakini hapo mbele Joash, ukuwe mtu ya msimamo. Saa ingine saa ingine alikuwa ameomba kidogo, si ndio? Lakini kwa sababu rais ni mtu ya heshima, akasema ni sawa. At least pale tulihitaji yeye kwa ile mbio ilikuwa inaitwa 440. Kuna ile kona inaitwa ya 220. Alikuwa na sisi. Si unajua ile kona ya pale? Hiyo kona ni muhimu sana. Katika kona ya 220 alikuwa na sisi, ndio waziri. Mpigia ni makofi. Huyu mrembo huyu Millicent Omanga alisimama na sisi pale Nairobi. Hata kama hakupata na alikosa tu kidogo, siasa ya ukabila iliingizwa kidogo na hii watu ya Azimio hawa kina Arati. Huyu mtoto huyu Millicent Omanga, na hapa ndio nyumbani, alichangia kiasi kikubwa ushindi wa rais wetu katika Nairobi, na ni msichana ambaye ni mfanyikazi. Alikuwa anatembea usiku na mchana, hata kama alituhangaisha kidogo kumpandisha juu ya gari na kumtoa, na ni sawa. Alitusaidia. Na ndio rais wetu amempatia kazi kubwa sana wizara ya utawala na usalama, ndio mdogo ya Profesa Kithure Kindiki
atusaidie. Sasa wewe Millicent Omanga, siku ya Jumatatu uvae jeans na raba. Ile mzee ya maandamano akipanga kuharibu mali ya watu utoe makucha, wewe tunakujua. Mnataka afanye asifanye? Afukuza hii watu wanaharibu mali? Pigieni yeye makofi. Huyu Vincent Kemosi huyu kutoka hapo Nyamira Mugirango ni wakili shupavu, tulikuwa naye katika kamati na alisimama na rais wetu na akasimama na haki, na yeye ni mwerevu. Saa ile Matiang'i alikuwa anamwambia nyinyi ati kura ati kupigwa haina maana, wenye kuhesabu ndio wako na maana. Huyu wakili aliona mbele, akasema afadhali kiti yake ipotee. Huyu rais akipata atapanga yeye mbele na apange watu ya Nyamira na watu ya Kisii. Ndio Chief Administrative Secretary wetu pale katika Ministry ya Investment, Trade and Industry. Mpigieni ya makofi. Tuko na huyu Shadrack Mose wa pale Masaba, na huyu ni wakili shupavu. Hii kiti imekuwa na Kennedy Ogeto, mtoto wenu, na rais kwa hiari yake na kupenda nyinyi na kumtambua huyu umaarufu wake katika sheria. Na hii kiti ni ya maana sana. Sheria yote ya Kenya, mikataba yoyote ya kitaifa, ni huyu mtoto wenu rais amepatia hiyo mamlaka, na kwa hivyo atakuwa pale akisaidiana na Attorney General kwa sheria yote ya Kenya, na rais amemwaminia hiyo kazi na ni mtoto wenu. Mpigieni makofi. Katika wapi chief whip? Huyu kijana huyu Silvanus Osoro, huyu kijana mwili ni kidogo lakini akili mingi zaidi. Tena huyu ni dume. Huyu alikuwa kama mimi, anashikwa kila Friday na kufungiwa ndani. Na huyu kijana rais amemwaminia kazi ya pale bunge ya kitaifa. Ndio wanasaidiana na Kimani Ichung'wa kupitisha miswada yote ya serikali, kukinga program zote za Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza, na ni mtoto wenu. Na mimi nataka nimwambie nyinyi, huyu kijana vile rais na mimi tumempima, mbele iko sawa kwa mambo yake. Huyu kijana, wacha rais na mimi tumulee polepole, si ndio? Si tumulee polepole, tumwagie fertilizer aende haraka. Mnataka wekwe fertilizer na ile foliar feed? Huyu kijana, kwa sababu rais na mimi tumeamua kujenga vijana na kutayarisha vijana wetu wa pale mbele. Hapa katika Kisii, kijana ambaye tunamulika pale mbele, ambaye tunataka kumsaidia na nyinyi mumsaidie, ni huyu Silvanus Osoro. Pigieni ya makofi. Tuko na bwana Nyamoko. Huyu bwana Nyamoko kutoka hapa Nyamira. Huyu ni mwanaume. Alikuwa anauziwa uoga, anaambiwa ati ataibiwa kura na machifu na polisi na system na Matiang'i na nani. Yeye akasema atasimama na Rais William Ruto, na akasema hata kama ataanguka hakuna shida, rais atampanga mbele. Lakini wale watu wa pale wakamchagua. Rais amempatia kiti kikubwa, ndio chairman wa kamati ya mashamba katika Jamhuri ya Kenya, na mambo yote ya title deeds na mambo ya mashamba ni huyu mtoto wenu Nyamoko ako naye. Mpigieni makofi. Wapi hii kijana Sahil? Hata huyu si mnajua yeye? Huyu kijana huyu atukupatia chairman, nataka tulete polepole. Tuweke fertilizer ama tungoje? Awekelewa fertilizer aende haraka. Huyu kijana Zahil wa pale town Kisii, rais amepatia nafasi katika kamati ya barabara
kwa sababu ya ile shida mko nayo hapa katika Nyamira na Kisii, mambo ya barabara zenu na zingine za Wakenya, aangalie, mpigieni makofi. Tuko na huyu Alpha Meruka, ako wapi huyu? Kwa sababu hapa wa Kisii umekuwa watu ya digital, mambo ya kisasa ya mtandao. Huyu ndio vice chairman wa kamati ya ICT katika bunge la kitaifa, na atashikana na waziri Edward Owalo na watu ya ICT ahakikishe ya kwamba mtandao imeingia kila pahali katika Nyamira na katika Kisii na kwingine kwa Jamhuri ya Kenya. Mpigieni makofi. Huyu Nyakundi mnajua yeye, kijana mdogo ndio alingoa hii mzee Jimmy ya Ngwenyi, alikuwa hapo karibu miaka 20 na kitu. Pigieni yeye makofi, alijaribu sana. Huyu kijana, kwa sababu tumetengeneza chama cha UDA, itakuwa chama kubwa na iko na nguvu. Tumefanya mabadiliko na rais amepima mtu ambaye anaweza aminiwa pesa ya chama, ambaye anaweza chunga pesa. Tukaona ni mtu hapa Msii, kwa sababu mnaelewa mambo ya hizi, mnaelewa mambo ya hii. Kwa hivyo treasurer wa chama cha UDA, mumeingia UDA ama mungali mko ODM? Wapi watu ya UDA? Nione kwa mkono. UDA. Huyu ndiye national treasurer wa chama chetu cha UDA. Mpigieni yeye makofi. Kutoka hapo tuko na aliyosimama pale gavana Walter Nyambati, yako wapi? Huyu sasa pia ndio chairman wa Geothermal Development Company. Umeme ule tunategemea kubadilisha ule umeme unatoka kwa maji. Huyu Walter Nyambati rais amempatia kama chairman, ndio anasimamia. Pigeni ya makofi. Wapi Professor Vincent Machogu? Huyu kijana huyu mnamjua, Vincent Machogu. Rais ako na timu ya vijana wataalamu ya uchumi na kilimo na biashara, ambaye wanamshauri mara moja kwa wiki. Anaketi na hao kutoka asubuhi mpaka jioni, wakikaa chini na yeye na kumshauri. Na huyu mtoto wenu Vincent ni kati ya wale rais amewaaminia kumshauri mambo ya kiuchumi. Mpigieni ya makofi. Kutoka hapo tuko na Julius Ogamba. Ako wapi Ogamba? Akufika, ni sawa. Yeah. Ameenda pale kupanga chakula. Si ni sawa? Ama hampangi tukule? Tunaweza fanya kazi hiyo tukose chakula. So Ogamba pia ni chair wa KenGen. Pigieni yeye makofi. Alafu kutoka hapo tuko na Duke Mainga Echate. Huyu kijana mnamjua? Huyu ndio chair ya Board of Trustees ya Commodities Fund. Mambo ya mandizi, avocado, macadamia na yale mazao yote yanatoka hapa katika Jamhuri ya Kenya. Rais wetu amemwaminia huyu kijana. Pigieni yeye makofi. Wapi Josephine? Huyu mama huyu mkulima wa maziwa katika Kenya Dairy Board, ambaye inatengeneza sheria na kuchunga mambo ya maziwa. Si nyinyi wakulima ya maziwa? Huyu mama Josephine Mora ni board member wa Kenya Dairy Board. Mpigieni makofi. Tuko na Teresa Oro Butuku. Huyu mama mnamjua, naye pale katika Lake Basin Development Authority, mambo kupanga pale mambo ya karibu na ziwa,
ni huyu mama, ni board member, mpigieni makofi. Pia Helen Makone ako wapi? Pia yeye hapo ni board member katika Lake Basin Development Authority, mpigieni makofi. Wapi Daktari Jacob? Jacob ako? Jacob kwamba? Ni wewe Jacob? Huyu muungwana, mtoto wenu hapa ako na ujuzi wa elimu. Tumeomba atusaidie na ujuzi wake kwingine. Amewekwa University Council ya Meru University, atoe ujuzi hapa Kisii akasaidie wadugu wetu Meru. Pigieni yeye makofi. Geoffrey Noah Angwenyi ako wapi? Geoffrey? Haya, huyo pia tumeweka pale KISII mambo ya maziwa. Amos Adama, huyu muungwana, huyu mtoto wenu ni board member wa kamati ya NEMA mambo ya environment, ako pale akiwakilisha nyinyi na akisaidia watu ya Kenya, mpigieni makofi. Tuko pia retired Chief Justice yuko hapa, Justice David Kenani Maraga, pia ndio rais alimpatia nafasi kuongoza, kuchukua maoni na kufanya mapendekezo ya mabadiliko katika National Police Service. Ndio hao polisi hawa wapangiwe maneno yao, wapewe mshahara ya kutosha, wakunywe chai nyumbani kwa mabibi zao, wawache kunywa chai kwa barabara. Hawa wapangiwe maneno yao na wabadilike pia. Si hao polisi mngetaka tuongeze mshahara? Na tunataka hao polisi David Maraga akipendekeza wakiongezwa mshahara pia wakuwe marafiki ya raia. Wakipatana na wewe usiku, kama unaenda nyumbani umetafuta moja bili ya kutafuta usingizi, ukielekea nyumbani wakikuweka Land Cruiser, kuliko wakupeleke polisi, wakupeleke nyumbani kwa bibi yako ukapumzike. Pia tuko na Senator Gloria, huyu amekuwa nominated pale kwa Senate, na rais alisema nyinyi wa Kisii mlikuwa mmefinya wamama sana. Sasa rais akasema atajaribu kuwainua, amenominate huyu mama aende pale kwa Senate kutoka hapa kwenu kwa sababu ya penzi yake kwa jamii hii ya Omgusii. Pigieni yeye makofi. Na kuna Senator Esi pia ameenda pale kupanga pale tutakaa. Kutoka hapo tuko na nani mwingine? Nyambane wapi yake ni gani? Board Director ya Communication Authority, huyu Nyambane ni board member hapo, mpigieni makofi. Huyu Joyce Nyambuto ni Commissioner Public Service Commission, mpigieni makofi. Ann Makori aipoa mambo ya kuchunguza polisi wakizidisha nguvu, ndiye ako hapo, mpigieni makofi. Youth Fund tuna huyu Josiah mtoto wenu, pigieni makofi. Bob Dumbe KISII University Council ako member hapo, pigieni makofi. Mike Monari Kenya Literature Bureau, pigieni makofi. Huyu anasema alibeba bendera ya UDA KISII na hajapewa kazi, angekuwa hapa. Kwa hivyo rais huyu amejileta, lazima tumpange. Amesema tumpange hapa, tuachane na yeye. Apangwe asipangwe? Si amejileta mwenyewe?
yangu namba yangu ni 9000. Haya sawa, ona waziri pale, peana jina, rais atakupanga. Professor Micheka, National Research Fund. Research yote Kenya. National Research Fund, Professor Micheka, mtoto wenu hapa, pigeni ya makofi. Geoffrey Monari, CEO University Fund, pigeni ya makofi. Huyu ni wa Central Bank, Bwana Nyaoga, Chairman, pigeni ya makofi. Huyu alikuwa kwa Mose. Si huyu mnajua Kennedy Ogeto? Alikuwa pale kama Solicitor General. Rais amesema vile Shadrack Mose amechukua, hataki kuacha hao watu wetu wa Kisii nyuma. Amempatia kazi ya kumshauri mambo ya kisheria katika Ikulu. Pigeni makofi. Huyu ako pale Food and Agricultural Authority kama acting CEO, pigeni makofi. Huyu ni director kwa immigration, pigeni makofi. Yatibo. Wewe si ukuja unitafuta, tunajuana. Sasa huyu si mnajua huyu? Lakini amekula vizuri. Huyu hakuna haja kumpanga. Si yako sawa? Hapana, niko na njaa. Sasa anasema huyu ako na njaa kweli? Sagero si mnamjua? Tulikuwa na yeye dio zamani, alikuwa huko kwa Totoman. Niko na njaa. Lakini unakaa sawa. Watoto wanakufa bwana. Apangwe asipangwe. Lakini si ataendelea zaidi. Haya, asante sana, thank you very much. Mheshimiwa Rais, asante kwa kutupatia nafasi. Wakisii mko sawa hamko sawa? Kwa serikali ya William Ruto mko ndani hamko? Mko ndani hamko? Na hayo ni mapenzi ya rais. Rais anapenda nyinyi. Tafadhali ninaomba nyinyi hapo mbele. Huyu rais ameonesha kwa ishara ako na heshima na hii jamii, anatambua nyinyi na angetaka mumsaidie kuendesha serikali yake. So hapo mbele mjipange. Na sisi na rais, hawa wote hatutatumia hao vibaya. Hawa watatumika vizuri. Hawa watatumika vizuri kujenga Kenya. Kwa sababu hapo mbeleni waziri aliyokuwa wa usalama muungwana, watu ya handshake wamemtumia vibaya. Walimtumia kuumiza watu na kupiga watu. Saa ile mambo imekwisha, wamemuacha amebaki peke yake. Na kwa hivyo tunataka viongozi, tukamkaribishe waziri mkuu Musalia Mudavadi kwa makofi. Asante sana. Nilikuwa nasema rais wetu, wale ambaye rais amepatia kazi kutoka jamii hii watatumika kwa heshima na watatumika kusaidia Wakenya. Ni makosa sana wale handshake brothers walitumia bwana Fred Matiang'i vibaya, kumwambia umize watu, atukane rais, aangaishe watu, na baadaye wakamwacha kwa mataa. Juzi alipojiletea shida bila kuletewa na mtu yeyote, kusema ati polisi wameenda kwake na hakuna mtu, ni akiona kivuli yake anaona polisi. Akapata shida kidogo, akipigia hiyo watu simu hawachukui. Mimi ndiye alinipigia simu, alikuwa mtu ya kunihangaisha, nikachukua simu yake. Na nikamwambia ulitumika vibaya, na mwenyewe analalamika. Sisi wale watoto wenu wako kwa serikali ya rais, watatumika vizuri kujenga Kisii na kujenga Kenya. Mungetaka namna hiyo? Ya mwisho ndio nimwalike rais. Niseme sisi uchaguzi uliisha. Huyu mzee ya maandamano alisema ataenda kuvamia Ikulu. Rais amemngoja. Kuliko kwenda pale kuonana na rais, ameenda kuharibu mali ya watu town. Yeye ako na shida na rais. Si kama ni mwanaume angeenda pale akutane na rais kwa Ikulu.
Sasa town anaenda kuharibu mali. Wewe bwana kitendawili, kama umeogopa kukutana na huyu rais Jumatatu, hapana haribu mali ya Wakenya. Si ukuje kwangu mtoto ya Maumau unikuta pale. Na tuseme rais, na tumemwambia viongozi wetu ya kanisa jana kwa heshima kubwa, viongozi wa kanisa tunaheshimu nyinyi na tunafurahia mtatafuta amani, lakini hamwezi kutuambia tukae chini na yule mtu amelete fujo. Tungeomba viongozi wa kanisa, tumekuwa na amani, huyu mzee ndio amelete fujo, muende muite huyu mzee mumuongeleshe, akikosa kusikia mumuombee abadilike, atubu, awache fujo, akae kama Wakenya wengine. Lakini sisi hatuwezi kukubali kuketi chini na muhalifu ambaye anaharibu mali ya Wakenya. We cannot sit down with somebody promoting criminal acts. It is against any known law kukaa chini na yule muhalifu. Kwa hivyo rais wetu, tunakuunga mkono, endelea kuendesha Kenya na ulinde usalama wa Kenya. Na huyu mzee anasema ati rais atamjua. Sasa ati anakemea huyu Kimani Ichung'wa, ati Ndindi Nyoro na mimi, ati kwa sababu jamii ya Wakikuyu pale imesema mali yao haitaharibiwa, na kama ataharibu atakutana na hawa. Sasa anataka tukuingilia sisi. Sisi hatuna nafasi. Sisi tuko ndani ya serikali, tunafuata sheria. Polisi ndio watakabiliana na yeye kwa sababu hiyo ndio kazi yao. Na vile Ichung'wa amesema, huyu mzee kitendawili, kama hujui sisi, kama hujui mimi vizuri, kama hujui Kimani Ichung'wa, hujui Ndindi Nyoro, watoto wa Maumau, kwenda tafuta Uhuru Kenyatta, umuulize hiyo vijana watatu ni ya rangi gani. Si huyu Kenyatta alikuwa kwa mamlaka, tukamwambia atembee, alienda nyumbani na aibu. Na sisi tulimwambia Uhuru Kenyatta, huwezi kutuletea mtu ya kuharibu mali, mtu ya kuchokora Kenya. Alisubua baba yako, amesubua Kibaki, amesumbua Moi, amekusumbua, ati tuletee tuunge mkono. Sasa huyu mzee amekasirika, ati Wakikuyu walikataa kumuunga mkono, anapanga watu ati haribu mali ya Wakikuyu, ati atuumize. Awachane na Ndindi Nyoro na Kimani Ichung'wa, hao ni watu wadogo. Akuje kwangu, si ameshindwa na rais? Sasa akuje kwangu ndio tuelezane maneno mawili matatu. Sisi tunapenda wazee, tutamwambia maneno mbili tatu. Na rais wetu, this country is a country of the rule of law. We have a constitution. We cannot violate the constitution by engaging a leader, engaging in criminal acts into a discussion. Kama anataka mazungumzo, ni mambo mawili. Akuje pale kwa rais, atafute appointment kwa Controller of State House, na atakuta mimi nimeketi hapo na notebook. Mambo ya kujadiliana na Raila Odinga is one agenda only: to discuss his exit from Kenyan politics and permanent retirement from this country. Hiyo tutazungumza na yeye. Ya pili, tunamwalika yeye na ndugu yake Uhuru Kenyatta for another discussion. Mali iliporwa the last 3 months of the administration. Ile walichukua 15 billion in 26 minutes, 34 billion ya fuel levy. We can have a discussion with Raila and Uhuru, hiyo pesa watarudisha siku gani? That is a conversation we can have. And the final conversation is to tell us, ile pesa walichukua wakapeleka ya Padora, Cayman Island, watarudisha lini iinue uchumi wetu? That is a discussion we can have with Raila Odinga, with his handshake brother. Mambo ati ataingia kwa serikali ya William Ruto kupitia mlango ya nyuma, hiyo haiwezekani. Mnataka ingie asiingie? We cannot. And you cannot intimidate the people of Kenya year after year. We cannot succumb to blackmail. You blackmailed President Moi, he gave in to your blackmail. You blackmailed Mwai Kibaki, he gave in to blackmail. You blackmailed Uhuru Kenyatta, ukamuzia uoga.
You went to his government, you destroyed his government. This government is the government of the people. We cannot allow you to come to this government and destroy it the way you destroyed 3 previous governments. Na wewe Bwana Simba Arati umesema utamuongelesha, umwambie nimesema namna hiyo nikiwa hapa. Kama hako na maneno, niko pale Harambee House Annex. Amekaribishwa. Tumekubaliana? Kabla niite rais, waziri mkuu amekuja, my brother Musalia Mudavadi, come and say jambo to these people. Ndio nimwalike rais. Pigieni makofi kwa waziri mkuu wetu Musalia Mudavadi. Asante sana naibu wa rais, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na abaguzi wote wakiwa na governors wenu na wajumbe, mbia mno. Bwairire, wira, mbebaramu. Asante. Your Excellency, tulikuwa kule Uasin Gishu tukiwa na waziri Nakumicha na Mheshimiwa Mboko, tulikuwakilisha kwa World Tuberculosis Day. Kwa hivyo mkiona tumechelewa, tulikuwa tumetumwa kwa kazi kule. Lakini tukasema liwe liwalo, ni lazima tuje tuungane na rais kwa sherehe ya Thanksgiving ya ndugu yetu Mheshimiwa Machogu. Kwa hivyo sitasema mengi sana kwa sababu sijui viongozi wamesema nini. Ukienda sana labda utateleza. Kwa hivyo kile tu nitahimiza ni kwamba sisi tuko imara, serikali iko shwari na lengo letu ni kuinua uchumi wa taifa letu. Watu wa abaguzi, mumekuwa na vigogo Sagini, Nyachai, Nyamwea, Onyonka na wengine wengi, Ongeri. Hawa wote na hata kigogo mwingine Matiangi, hawa wote wamekuwa vigogo kwa sababu walishirikiana na serikali na walitambua serikali. Agenda ya kutotambua serikali ina balaa. Ile historia, ule msingi mumeweka kwa kujua serikali iko wapi na kukua kwa mstari wa mbele kuhakikisha mnachangia mambo ya kitaifa, tafadhali msiondoke kwa barabara hiyo. Sasa tuko na kigogo Machogu kwa serikali. Anasimamia elimu yote na mambo mengine. Solicitor General yuko mikononi mwenu na wengine. Tafadhali tusiteleze kwa sababu wale wengine wameshindwa kimchana, wamejaribu njia zote za kisheria, wameshindwa. Sasa wanajaribu njia ambazo si za kisheria. Sasa wewe unaambia ulimwengu kwamba unataka uketi na rais wa Jamhuri ya Kenya kuzungumza vile sava zitafunguliwa. Hiyo inaweza kuwa agenda kweli? Wewe unataka uketi na rais wa Jamhuri ya Kenya, unasema unataka watu ambao walihujumu, karibu wahujumu usalama wa taifa letu kwa mambo ya uchaguzi, ati warejeshwe kwa kazi. Hiyo haiwezi kuwa agenda. Ni sheria gani utatumia? Ni fikira za aina gani? Kwa hivyo tunawaomba kwa unyenyekevu, tusimame imara, tulenge mbele, tujenge taifa letu na tumuunge rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto mkono ili
udhabiti urudi katika taifa letu na uchumi uimarishwe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumekubaliana jamii ya Wamuguzi, tutaunga huyu rais wetu mkono. Ni maandamano ama ni maendeleo? Ni maandamano ama ni maendeleo? Asante sana. Kwa hivyo mimi nasema nikimalizia, our security officers ignore what Raila is saying. What he means he does not say, and what he say he does not mean. Akisema ati kuna watu wanapangwa, yeye ndiye anapanga. Akikwambia anakuja Kisii, umngojee Bomet. Tunamuelewa. And we are ready for him. Kwa hivyo mimi nauliza kwa heshima zote tusimame kwa vigelegele na shangwe, tumukaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Mr. President. Hey, asante sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Asanteni. Thank you. Viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa na wachungaji na pastors, Bwana Deputy President wa mawaziri, Prime Cabinet Secretary aliye hapa, mawaziri wote wakiongozwa na ndugu yangu Ezekiel Machogu na familia yako, Mheshimiwa Gavana wetu wa hapa Kisii, Mheshimiwa Gavana wetu wa Nyamira, waheshimiwa senators, wa bunge, MCAs, ndugu wananchi wa Kisii, mjambo. Abantu bami ntombo ya more, mbuya more naende, Nyasaye no muya, chinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Asalala. Naona watu kweli mumekuja na mumekuja kukuja. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Kisii kwa mara nyingine tena. Tulikuwa hapa tangu jana, tutakuwa hapa mpaka kesho, na mkitupanga vizuri tutakaa hata siku nyingine 2. Mbele yenu mimi nasimama jameni, najua tumekuja kwa sherehe ya muhimu ya ndugu yetu Ezekiel Machogu. Lakini mimi nataka hii sherehe pia nichukue kwa heshima kubwa, nishukuru watu wa Kisii na Nyamira. Tulikuja hapa tukauliza kura zenu, mkawa ni watu wangwana, mkatuamini, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi. Mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Mimi narudia tena, watu wa Kisii, asanteni sana kwa kura zenu. Leo tumeungana pamoja na nyinyi katika ibada hii ya shukrani, kwa sababu mbali na bidii, mbali na yale yote tulifanya, ni Mungu alitupatia ushindi. Mimi nataka niwashukuru sana, kwa sababu hata pale Machogu hakupata, leo tuko hapa kwa sababu Mungu amemwezesha. Sasa leo ni waziri wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Kisii kwa kunipatia huyu shujaa Ezekiel Machogu afanye kazi pamoja na mimi. Mambo yetu hapa Kisii ilikuwa inayumba yumba mpaka siku ile tulipata Ezekiel Machogu, akakuja akashikilia, na ndio tukapata ile kura tulipata hapa kwa heshima yenu. Na mimi nataka niwaeleze vile Deputy President amesema, huyu Machogu is among our best
performing ministers in the Republic of Kenya. Na niko na imani ya kwamba huyu Machogu atafanya hiyo kazi tumempatia kwa kujitolea, na atafanya elimu katika taifa letu la Kenya litoke katika kiwango iliyoko sasa ifike katika kiwango kingine. We are very confident of the performance of our friend Ezekiel Machogu. Na ndio nimekuja hapa niwaambie watu wa hapa Kiamo, kama watu wa hapa Kitutu Masaba, watu wa Nyaribari Masaba, watu wa nilikuwa Kitutu kule asubuhi, watu wa Nyaribari Masaba na watu wa KISII, asanteni sana kwa urafiki wenu, asanteni sana kwa kukubali ya kwamba sote tuweze kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Nataka niwaeleze vile vile ya kwamba mbali na mimi na huyu Rigiji mulitupatia kura zenu, mulipiga kura kwa wabunge, MCAs, senator, governor. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hawa viongozi wenu wote ambao mliwachagua, sisi tuko tayari kufanya kazi na wao. We are going to work with all the elected leaders in this county, in Nyamira County, so that we can plan the progress, the development, the transformation of our two counties as we plan the transformation of Kenya. Tutashirikiana na wao tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana. Vile imesemekana, mimi nimekuja hapa KISII mara nyingi. Nimetembea hapa kwa miradi tofauti tofauti. Nimekuja hapa mambo ya barabara, nimekuja ya stima, ya shule, ya kanisa, ya hospitali, ya technical training college na mambo mengine mengi. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo urafiki nitazidisha. Tutaendelea kufanya kazi pamoja na nyinyi mpaka tuweze kubadilisha KISII, tubadilishe Nyamira, wakati tuko katika harakati ya kubadilisha Kenya. And that is a commitment I am making to you, that this is the opportunity to transform our nation. This is the opportunity to change the fortunes of